Je, Israel wanaweza kupigana hii vita walioianzisha peke yao pasipo Marekani kuingilia kuwasaidia? Swali ambalo wengi wanajiuliza. Niko hapa kwa ajili ya kukujibu. Hii ni Rachel Robin Online TV na mimi ndio Rachel Robin. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe kwanza kupata video zangu, na usisahau kushare. Sasa juu ya hili swala, uhalisia wa mambo, Israel hawezi kupigana vita na Iran pasipo Marekani. Kwa sababu hata kuianza tu wameianza kwa sababu wanapewa budget ya mwaka mzima na Marekani na kusaidiwa teknolojia na silaha mbalimbali na Marekani. Silaha, ndege zinazotumika ni za Kimarekani kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba bila hata kumsubiri Marekani aingie, tayari Marekani yuko vitani. Lakini pamoja na kwamba tayari Marekani ni kama yuko vitani kwa sababu ndo anayefadhili jeshi la Israeli, lakini bado tunaona Israeli anataka tena Marekani yaingie kama kwa mara ya pili, yani mazima. Kutokana na kwamba vyombo vya habari tayari vimeshaanza kuandika kwamba Israeli wanataka Marekani aingie akawasaidie. Kitu ambacho wengi wanajiuliza ni kwamba Israeli wanasaidiwa kila kitu na Marekani kwenye jeshi. Kwa nini inawawia vigumu kupigana peke yao na taifa kama Iran ambalo linaishi na vikwazo vya kiuchumi toka mwaka 79? Najua nikiongea hivi kuna wengine watasema anapendelea huyu. Mimi naipendelea Tanzania tu, ndio taifa nalopenda kupita kiasi. Lakini mataifa mengine nitawaambieni tu kitu kwa uhalisia. Uhalisia jamani ni kwamba, kwani ni uongo kwamba Israeli hawapewi budget ya jeshi na Marekani ya mwaka mzima? Ni uongo? Ni kweli. Lakini uhalisia mwingine jamani, kwani ni uongo kwamba Iran hawaishi na vikwazo vya kiuchumi kuanzia mwaka 79? Ni kweli wamewekewa vikwazo vya kiuchumi kuanzia mwaka 79. Hao watu wana vikwazo kupita kiasi. Unaona, hawezi kufanya biashara vizuri kwa sababu ya vikwazo. Hawezi kupata teknolojia nzuri kwa ajili ya kutengenezea teknolojia zao za kijeshi. Kwa hiyo ni watu wenye vikwazo kupita kiasi. Upatikanaji wao wa teknolojia mpaka ni kwa njia za magendo. Unaona? Kwa hiyo huo ndio uhalisia na sio upendeleo. Kwa hiyo kwa nchi inayoishi na vikwazo kiasi hiki, Israel hawakutakiwa hata kusema kwamba Marekani nao waingie wawasaidie, kama ambavyo tunasikia katika vyombo vya habari kwamba wameshaanza kusema Marekani waingie wawasaidie. Israeli ina nguvu, na wengi nimewasikia wakisema kwamba Israeli ina nguvu kuliko Iran. Siwezi kukataa katika hilo. Israeli ina nguvu. Hata mimi ningekuwa napewa bajeti ya mwaka mzima na Marekani na vifaa na majasusi, kwa nini siwe na nguvu? Hata mimi ningekuwa na nguvu. Umeona? Israeli, labda niwapeni mfano. Israeli, hata sisi Tanzania tunajitahidi, yani Tanzania na nchi zetu hizi, Tanzania, Kenya, Uganda, tunajifadhili wenyewe jeshi letu. Pato letu la taifa likipatikana kwa mwaka, tunaangalia hii budget kiasi kadhaa itaingia katika jeshi. Sasa kwa Israeli sio hivyo. Israeli ni kwamba pamoja na kwamba wataingiza pato la taifa, hata kama liwe zuri kiasi gani, bado budget ya jeshi iko pale pale kutoka kwa Marekani. Umeona walivyo na raha? Wana raha sana. Na wako vizuri. Israeli wanatengeneza teknolojia nzuri sana za silaha. Kwa hiyo ni watu ambao wanauza sana teknolojia. Teknolojia za kijeshi, za kijasusi, wanauza sana kwa sababu wanazitengeneza nzuri. China mteja wao mkuu. Lakini pia hawa watu wanaingiza hela kupitia utalii. Unaona, wanafanya vitu vingi sana vizuri vinavyoingizia hela. Na wananchi wao wanaishi maisha mazuri. Standard ya maisha ya wananchi wa Israeli ni nzuri kuliko standard ya maisha ya wananchi wa Saudi Arabia. Japo Saudi Arabia wanaingiza pato kubwa la taifa. Kwa sababu Israeli lile pato wanaloliingiza linawatosheleza vizuri wananchi wao, kwa sababu wananchi wao ni wachache kuliko wananchi wa Saudi Arabia. Umeona? Lakini pamoja na kuingiza pato lote hilo la taifa zuri na nini na wananchi wachache, lakini bado inapofika swala la budget ya jeshi, Marekani anaingia na wasaidia budget nzima ya mwaka mzima. Mtaacha kuwa vizuri? Hata mimi ningekuwa vizuri. Kuna wale watakuta watu wanafananisha nguvu ya jeshi la Israeli na la Iran. Yani wanafananisha nguvu ya nafikiri nguvu ya jeshi. Kuhusiana na nguvu ya jeshi, kiuhalisia Iran ni jeshi namba 17, Israeli ni jeshi namba 18. Kwa hiyo Iran yuko juu kijeshi. Kwa kitu ambacho Israeli anamzidi Iran ni kwa sababu ya Wamarekani. Wako nyuma yake, wanampa teknolojia mbalimbali na hela. Kuna wengine wanasema mbona Mrusi pia anamsaidia Iran. Mrusi na Iran wana mkataba wa kijeshi, lakini sio kusaidiana.
Kama kuna siku kuna mtu kawahi kuona Mrusi akatoa bajeti nzima ya jeshi akampa Iran, jamani mtaniambia, kwa sababu mimi sijawahi kuona toka nimezaliwa. Umeona wanashirikiana kijeshi, na ndio maana mnaona hata Iran alichukua drones zake za Shahid, zile za kamikaze, akazipeleka Urusi zikatumika Ukraine. Lakini pia Iran tuliona anawapa Warusi ballistic missiles, ni kwa sababu wanasaidiana, kwa hiyo wanapeana. Israeli na Marekani hata kama wanapeana ni kidogo sana, lakini kiuhalisia ni kwamba Israel anasaidiwa, kwa sababu kupewa bajeti nzima ya jeshi si mchezo. Sisi wenyewe tukipewa bajeti nzima ya jeshi kama hivyo, mbona tutaneemeka? Umeona, tutakuwa na mabavu kweli kweli. Kwa hiyo Israel bwana ana raha, kwa kifupi ana raha. Ni sasa na mke anafanya kazi alafu akipata mshahara anakuwa hautumii kwenye mambo mengine, kwa sababu mume wake ana cover expenses zote za mke. Ndio Israel ana raha sana. Kwa hiyo hata kushindanisha kwamba Israeli wamefanikiwa kufanya hiki ndani ya Iran sio wamefanikiwa kufanya hiki ndani ya Israeli, mimi nakuwa naona hata kushindanisha haina maana, kwa sababu hatuwezi kushindanisha nchi inayosaidiwa kila kitu na nchi ambayo inaishi na vikwazo vya kiuchumi kwa zaidi ya miaka 40. Hatuwezi kushindanisha. Umeona? Na kuna watu wanasema kwamba Israeli anajitahidi kwenye anga kwa sababu anakaribia mpaka anga la Iran. Umeona? Anafika mpaka karibu na anga la Iran. Hata ingekuwa wewe utaacha kufika karibu na anga la Iran wakati unapaa na ndege za Kimarekani na unapaishwa na pesa za Kimarekani, hata ingekuwa mimi ningefikia hilo anga la Iran. Umeona? Iran anatakiwa na yeye pia, japo kama Israel anavyosifiwa kufika karibu na anga la Iran, na Iran naye anatakiwa asifiwe kuishi na vikwazo vya kiuchumi, lakini kuweza kutengeneza bora ambayo yanaruka mpaka kuingia ndani ya Israel na kufanya uharibifu. Si lele mama kwa nchi inayoishi na vikwazo vya kiuchumi kama ile, kwa sababu hawajapakana na Israel. Israel iko mbali kijiografia, hawajapakana. Inabidi apae kwenda kwenye anga za nchi nyingine ndio afike Israeli. Sasa kuweza kuwa na makombora ya kufika mpaka Israeli, Irani naye ni kitu kikubwa sana pia anafanya. Kwa hiyo tukianza kumsifia Israeli ambaye anawezeshwa na ndege za Kimarekani na pesa za Kimarekani kuifikia anga ya Iran, tumsifie pia na Irani ambaye anaishi na vikwazo vya kiuchumi, lakini ameweza kufanikiwa kupenyeza makombora mpaka ndani ya Israeli, makombora ya masafa marefu. Na haya makombora ndio Israeli alikuwa anapiga kelele na Marekani hawataki Iran wawe na makombora ya masafa marefu, kwa sababu wanajua kabisa anayatengeneza kwa ajili ya siku akiingia vitani na Israeli aweze kumpiga Israeli. Sasa hivi wote wanatamba. Israeli anakuambia Iran, mimi nitakufumua pande zote. Iran naye anasema wewe ukinifumua na mimi nitaendelea kukufumua. Hakuna mtu ambaye sasa hivi anataka kuwa chini kati ya Israeli na Iran. Sasa je, maana yake ni nini? Kuna mtu ataomba poa hapo? Uhalisia wa mambo ni kwamba hii vita itakuwa haina mshindi. Ndio uhalisia wa mambo. Kila mtu atafumuliwa. Ndio uhalisia wa mambo. Na mpaka sasa hivi kila mtu anafumuliwa. Mpaka sasa hivi kila mtu anamfumua mwenzie, kila mtu anamwaibisha mwenzie. Mimi toka nimezaliwa nimekuwa nikishuhudia nchi za Mashariki ya Kati zikifanywa magofu. Sijawahi kuona Israeli ikifanywa magofu toka nimezaliwa. Picha na videos ninazoziona sasa hivi ndani ya Israeli, mitaa ya Israeli ilivyoharibiwa mpaka inafanana na mitaa ya Gaza, ni kitu ambacho sijawahi kushuhudia toka nazaliwa. Labda waliozaliwa miaka hii ya nyuma ambako Israeli alikuwa anapigana na Waarabu ile, pengine labda waliwahi kushuhudia uharibifu kama huu. Ila mimi sijawahi kushuhudia. Mimi toka nimezaliwa Israeli ina majengo mazuri, mitaa mizuri inayopendeza. Hiki nilichokiona ni mara ya kwanza na kishuhudia. Na nani kaweza kufanya? Ni Iran. Na Iran hakuwa vitani, hajaingia vitani kuanzia miaka ya 80. Vita yao ya mwisho walipigana mwaka 88 na Iraq, ambao Iraq walisaidiwa na Marekani kwa kila kitu kama Israeli anavyosaidiwa na Marekani. Lakini Iraq walishindwa kuipiga Iran. Wakaishia kukaa chini kwenye meza ya mazungumzo. Kama ambavyo hii vita ndivyo itakavyoenda. Watawekwa chini. Lakini haya ambayo Irani anayafanya ndani ya Israeli, hakuna mtu ambaye alitegemea yanaweza yakafanywa siku moja ndani ya Israeli. Kwa sababu Israeli wana ulinzi wa anga mzuri wa Kimarekani na wao wenyewe wana ulinzi wao wa anga wa Iron Dome. Hakuna mtu ambaye amewahi kutegemea kwamba Iron Dome itashindwa kuzuia makombora mpaka miji ya Israeli iharibiwe kiasi kile tulichokiona sasa. Kwa hiyo Israeli lazima watamuita Marekani, wameshaanza kumuita, vyombo vya habari vinasema, lakini mwisho wa hii vita itakuwa ni mazungumzo.
hakutakuwa na mshindi, kila mtu atamfumua